And do you believe in God? I don't know what that God is. Yes, we back to the business, na leo kwenye Runaway tunayo brandi ya Rick Owens. Brandi inayomilikiwa na bwana mdogo ambaye ni mzaliwa wa Marekani, California, mwaka 1961, akijulikana kama Richard Owens, lakini pia akiwa na mwenza wake Michelle Lamy, mwanamama mwenye asili ya Ufaransa, mzaliwa wa mwaka 1944. Moja kati ya kapo ambayo imefanikiwa kufanya makubwa na kufanya mengi kwenye industry, fashion na identity yao ikiwa ni ya kipekee na kuvutia. Mimi naitwa Brain, niko na Mamen 212 the Chief, na leo tunakuletea story ya Mnyamwezi, bibi Mnyamwezi Michelle Lamy akiwa na kijana Mnyamwezi ambaye ni mzee Richard Owens. Kama mishe zinaenda kwa hakika, Mungu ana bless. Michelle Lamy ndo tunaye mezani akiwa na kijana wake au mwenza wake Richard Owens, moja kati ya waanzilishi ambao wamefanikiwa kusimamisha kampuni nyingi ikiwemo Owens Corp, Rick Owens na nyinginezo. Tupo hapo kwa ajili ya kutupitisha kwenye story zao. Kabla ya watu hao wawili kukutana ilikuwaje, na baada ya kukutana imekaaje? Michelle Lamy, Rick Owens ni tuseme wana ulimwengu wao, wameamua kuifanya fashion wanavyotaka wao, sio fashion inavyotaka. Wame break rules zile, wamevunja sheria kabisa za fashion. Watu wa fashion wenyewe wanawaacha midomo wazi. Yani short ni kwamba wale sasa ndo Wanyamwezi. Kama wewe unajionaga Mnyamwezi, wale sasa ndo Wanyamwezi. Wamemwaga tu, sio Unyamwezi, wamemwaga Unyamwezi kabisa. So tunaanza na Michelle Lamy ambaye yeye ni mzaliwa wa Ufaransa, ana asili ya pale Ufaransa, amekulia pale. Michongo yake ameanza kuifanyia akiwa wapi? France, au sio bana? Na tunasema Michelle Lamy alikuwa na DNA za fashion toka akiwa maskani, kwa sababu babu yake alikuwa anatengeneza jewelries na familia yake walikuwa wanamiliki kampuni ya mavazi. So DNA ya fashion toka akiwa mdogo ilikuwepo, lakini cha ajabu au tunasema ni kwamba yule sister hakuwahi kusoma kabisa fashion, hakuwahi kupita kwenye chuo chochote cha fashion. Dunia ilimtambua yeye kwa mara ya kwanza kama mwanasheria. So anaelewa vizuri, alienda kusomea sheria. Ila damu ilikuwa na talent. Damu ilikuwa na creativity tofauti kabisa na sheria. Na wakati amesoma sheria miaka 60 mpaka 70, amemaliza na akafanya kazi pia kabisa kama mwana sheria, akiwa kama criminal defense. Unanielewa vizuri? Yani wale watu ambao ni watukutu wameshindikana, yeye ndo ilikuwa ni watu wake anawasimamia kwenye kesi. So unanielewa vizuri? So baada ya hapo Michelle akaona kama sio maisha ambayo yeye anataka kuyaishi, yani sio ndoto yake yeye kuishi vile kama mwanasheria. Kuna kitu bado maisha anamdai. Anataka freedom, anataka aishi yale maisha yake ambayo anayataka yeye. So unanielewa vizuri? Na baada hapo wanasema Michelle Lamy alikuwa kama dancer, stripper Ufaransa kule. Baada ya kutoka kwenye wanasheria. Baada ya kutoka kwenye sheria. Na stripper nadhani maana yake unaweza kwa Kiswahili tukaiweka ni kama wale watu wanaocheza, wananing'inia kwenye mabomba nini, wanasaula nguo, wanakuwa naked, wanasemaga half naked, nusu uchi, au sometimes wanakuwa uchi kabisa. So unanielewa vizuri, huyo ndo Michelle Lamy. Kwenye maeneo ya starehe, clubs za usiku vile. Hapo katoka kwenye kazi ya sheria. Na hapo sasa akapata uamuzi, akaona ili mimi nitoboe au nifanye michongo yangu ieleweke, akapata uamuzi na akafikiria kuondoka pale Paris, kuondoka pale Ufaransa, kwenda maandishi matatu USA. Akafikia New York City. So unanielewa vizuri, historia anasema alifikia hotelini huko akiwa anapanga michongo yake, anaanzaje maisha mapya. Hana ndugu, alikuwa na brother yake. Sema sio kwamba ndo alikuwa anamtegemea kumsaidia kwenye kila kitu. Alikuwa yeye anaamua kujipambania yeye mwenyewe, anafikiria yeye mwenyewe anatokaje. New York akaona kama ni sehemu ambayo kidogo haitamfaa yeye kutokana na michakato anayotaka kuianzisha. So mwisho siku Michelle akaamua kusogea Los Angeles, California. So unanielewa vizuri, na kule sasa ndo akafungua kefu zake pale kwa mara ya kwanza mwaka 1984. Michelle Lamy akafungua brand au tunasemaga fashion line yake mwenyewe ambayo aliita jina la Lamy. Unanielewa vizuri? Na pale sasa wakati ameanza ile michakato mpaka mwaka 1990
ndo anakutana na Mnyamwezi Richard Rick Owen mwenyewe. Sio, unanielewa vizuri. Hapo kashatoka kuwa mwanasheria, akaingia kuwa stripper, akaingia Los Angeles, akaanzia New York, ndo akaingia Los Angeles California, akafungua migahawa ambayo ile migahawa pia walikuwa wanahudhuria watu mashuhuri, watu wakaanza kumjua kama kina Madonna, nani, watu wakawa na engagement ilitokea akiwa Los Angeles kule California. Na mwisho ndo akaanza safari yake kwa kufungua kampuni yake ya nguo. Sio, unanielewa, na nguo zake zilikuwa ni luxury. Idea, creativity ilikuwa ni kubwa sana. So alikuwa hana maduka kabisa permanent ya kwake, ila watu ambao walikuwa na maduka ya luxury walikuwa wananunua zile nguo kwa Michelle Lamy, wanaenda kuziuza kwa bei chafu tunasema. So maduka yao. Na tunamzungumzia sasa Rick Owen ambaye hapo Richard au sio? Mimi namuita Richard. Unamuita Richard au sio? Yeye imekaa kibongo sana, ila ni Unyamwezi ina noma bwana. Richard tunamuita Rick Owen au sio? Rick Owen yeye sasa maisha yake yameanzia pale pale Marekani, wanapaita Portville kule California, au sio bana? Na yeye ametoka kwenye familia ambayo ni ya kawaida kabisa. Bibi mkubwa teacher, mzee anafanya kazi za jamii, familia fulani ya Kikatoliki. High school kamaliza kule Portville, lakini alipofika chuo sasa akaenda kusoma chuo wapi? Los Angeles. Sio, unanielewa, lakini pale pale California. Na kule chuo alisoma yeye, ule Mnyamwezi kasomea kabisa masuala ya designing and art. Yaani kaisomea fashion ule Mnyamwezi. Na alipomaliza michongo yake ya shule akabidi aingie mtaani sasa kutumia elimu yake na kitu anachokipenda. Yeye fashion kwake toka akiwa mdogo ni ndoto yake na ndo maisha yake anayotamani kuyaishi mpaka kesho. Rick Owen. Sio, unanielewa vizuri. So katika songombiko zake za kuhaso mtaani ndipo alipokutana na nani? Alipokutana sasa na Michelle Lamy. Kumbuka Michelle Lamy hapo ashaanzisha michongo yake, unajua. Ana makefu yake, ana brand yake tayari ya Lamy. So alipokutana na Rick Owen, alimhaya Rick Owen, tunasema alimwajiri Rick Owen kwenye kampuni yake kuwa kama curtain patter. Curtain patter tunazungumzia yule mtu anayekata nguo vile vipande, yani kwamba kabla ya wewe kuiona shirt au t-shirt au gauni au jeans imeshatengenezwa tayari, kuna mtu aliyekuwa anaidesign na kukata vile vipande ile jeans itoke. Sasa ndo akili za mwanetu Rick Owen zilikuwa zinafanya kazi kwenye ule mchongo, kutoa mchongo kwenye mchoro kuuleta sasa serious kwenye uhalisia. So wewe unaweza ukafanya hivyo afu mafundi wakamaliza, kwa sababu kila kitu shaelekeza, mchoro wote upo. So yule ndo genius, unajua. Misha kaaga na mafundi wanakuambia fundi ni yule anayejua kukata, sio anayejua tu kufanyaje? Kushona, kwa sababu kushona sio ngumu. Unaweza ukakamata tu mashine ukapiga, lakini shida ni foundation, idea, kutoa kitu kweli kiwe kizuri. So wawili hao wakawa kama business partner. Kumbuka kipindi hicho mwanetu Michelle Lamy yeye alikuwa yupo ana mtoto tayari, na pia alikuwa na mume wake, so alikuwa na maisha yake kabisa ya ndoa. Ila Rick Owen alikuwa kama business partner, ni mtu ambaye anafanya naye pia kazi, amemwajiri. Na mwaka 1994 Rick Owen akaanzisha naye sasa fashion line yake ambayo tunaita Rick Owens. Sio, unanielewa vizuri hiyo ni 94. Wakaendelea kupiga songo mbingo, na wao sasa tuseme Rick Owen alikuwa wanasema anatengeneza nguo quietly, yani kimya, alikuwa bado watu hawajamjua. 2000 jina la Rick Owen likaanza kutambulika street Los Angeles pale, watu wakaanza kumjua. Na kilichomfanya Rick Owen ajulikane sana ni mwanadada, ni supermodel mmoja anaitwa Kate Moss, ambaye yeye alinunua leather jacket, tunasema leather ile jacket kwa Rick Owen, ambayo alienda akapiga nayo picha. Kitendo cha yeye kupiga picha, watu wakawa wanaona ule Unyamwezi sio wa kawaida. Hii leather jacket imetoka wapi? Nani kaitengeneza? Rick Owen. Sio, unaelewa vizuri So umaarufu wa modo ukatengeneza awareness ya watu mtaani. Sio, unaelewa vizuri. Na hapo sasa ndipo ukubwa wa Rick Owen ukaanza, kwa sababu mwaka 2002 Rick Owen kwa mara ya kwanza Vogue alimcheki, au sio bana na akampa runway. Hiyo ndo runway ya kwanza ya Rick Owen, na walimcheki kupitia lile koti. Yani lile koti ndo lilifanya mageuzi yote mpaka Rick Owen. Yani tuseme kibongo avae modo ambaye ni maarufu kama Flaviana Matata. Umemvalisha Flaviana Matata pale, watu wakaona oya sio poa,
Mbona Unyamwezi hatakiwi kubaki naye mwenyewe? Hatakiwi kubaki naye mwenyewe, tunamtaka aliyetengeneza huyo Unyamwezi. Sio, unanielewa vizuri? Yeah. So akapata na ile runway yule jamaa aliifanya tofauti na watu walivyozoea. Yaani runway yake ilikuwa ni ya kutisha. Runway yake ilikuwa ni fashion ambayo wanasemaga imezidi sasa. Yaani sio maono ya binadamu wa kawaida. Models waliowatumia kurepresent zile nguo zake ni noma sana. Mle ndani mpaka transgender walihusika. Modo wa Richard wanakuaga kama unisex, sio unisex. Yaani ukimcheki mtu umuelewi yani. Yaani unaona kama mwanamke lakini ukimcheki kifuani michongo hamna. Kuna kengele fulani za kufungua ibada zinapigwa, sijui kama ibada kwenye runner. Sio, unaelewa vizuri? Yeah, so watu wakaona, na hiyo mwaka 2002 bwana mdogo akapata tuzo. So CFDA pale, Council of Fashion Designers of America. So unaelewa vizuri kama wakampa tuzo kama designer anayechipukia, yani kijana ambaye atazamwe sana huyu mtu. So unaelewa vizuri. Na baada ya hapo sasa Rick Owen na Michelle Lamy waliondoka Marekani wakaingia Paris. Ndoa ya Michelle vipi? Aliachana na Michelle na mume wake, alikuwa na michongo yake pia, na hapo walishaanza mahusiano yeye na Rick Owen. Yani shoti alianza mahusiano na mfanyakazi wake.